Je, umeshawahi kusikia kuhusu elimu ya kiganja cha mkono? Leo nataka kila mmoja asome herufi ambazo anaziona kwenye kiganja cha mkono. Je, unatazama vizuri? Unaona ni herufi gani zipo kwenye kiganja cha mkono wako wa kulia na kushoto? Tafadhali andika hizo herufi unazoziona hapo chini kwenye comment, nitakujibu sasa hivi. Herufi uliyoiona inamaanisha nini? Kama ni mara yako ya kwanza unatutembelea hapa, hakikisha unaangalia chini ya video, utaona maneno mekundu yameandikwa subscribe, bonyeza, na pia kengele itakuja, bonyeza. Hii itakusaidia wewe kupata vipindi vyangu kwa wakati kabisa. Nitakapoweka darasa lote, basi utakuwa wa kwanza kupata. Leo nitazungumzia herufi ya pekee. Kama umeiona kwenye kiganja cha mkono wako, basi hili darasa ni maalum kwa ajili yako. Herufi M ni herufi ambayo ni nadra sana kuipata kwa watu. Kwa hiyo kama una herufi M kwenye kiganja cha mkono wako, aidha mkono wa kulia ama mkono wa kushoto, basi wewe ni mtu wa pekee sana. Sasa hapa nitaanza ufafanuzi. Kama wewe una herufi M mkono wa kulia, una herufi M mkono wa kushoto, tambua kabisa wewe una nguvu katika pande mbili, ulimwengu unaonekana na ulimwengu usioonekana. Wewe ni wa kipekee kabisa, una nguvu za ajabu kabisa ambazo ukijua kuzitumia, basi unaweza ukaona maisha yako yanabadilika kuanzia sasa hivi ninavyoanza kuzungumza. Watu wenye herufi M mkono wa kushoto wana nguvu sana upande wa kiroho. Watu wenye herufi M upande wa kulia wana nguvu sana kwenye vitu vyote unavyoviona vinavyoonekana kwenye huu ulimwengu. Kwa hiyo kama una herufi M kwenye mikono yote, kulia na kushoto, kwanza kabisa usiwahi kupuuza hisia zako hata mara moja. Hakikisha hisia zako unazifata kama zilivyo. Mara nyingi sana hamna asili ya kudanganywa kwenye hisia zenu. Na mtu mwenye herufi M upande wa kushoto na upande wa kulia, mtoto wa kike anakuwa na nguvu kubwa sana za kuhisi kuliko mtoto wa kiume, ingawa wote wana nguvu za kipekee sana. Kitu kingine ambacho hutakiwi kabisa kukifanya ni kuwa mtumwa. Yaani wewe kuwa mtumwa kwa watu wengine. Yaani unapokuwa mwoga kufanya vitu vyako wewe mwenyewe, ndivyo unavyojicheleweshea baraka zako. Ndio maana kuna wakati fulani unakuwa unajiona kabisa kwamba wewe ni mtu mwenye mafanikio, wewe ni mtu mwenye nguvu, wewe ni mtu mwenye mamlaka, lakini unajiuliza, mbona sipati mafanikio? Mbona sipati mamlaka? Ni kwa sababu upo katika barabara ambayo sio yako. Kwa hiyo kuanzia sasa hivi fuata barabara yako. Hakikisha unafanya vitu ambavyo umeviunda wewe mwenyewe. Kama ni shughuli, hakikisha umeanzisha shughuli yako wewe mwenyewe. Utaanza kuona baraka na pia utaanza kuona mafanikio kwenye maisha yako. Kuna baadhi ya watu walishawahi kuniuliza swali hili, wale ambao wao wananitafuta kwenye madarasa private, walishawahi kuniuliza hili swali. Je, kama nimeajiliwa sekta binafsi ama serikalini na ni kazi za mkataba, ninapaswa kuvunja mkataba? Jibu ni hapana. Unaweza ukafanya hiyo shughuli, lakini hakikisha una shughuli yako yoyote ile ambayo haitoingiliana na hizo shughuli unazofanya. Cha msingi mikono yako ichezecheze. Kumbuka wewe mikono yako ina baraka kubwa sana ya kuvuta, lakini pia ni mtu ambaye una uwezo wa kushawishi watu na wakakuelewa, na hata kama una shughuli yoyote ile, basi unaweza kufanikiwa kwa haraka kabisa. Kitu kingine ambacho hupaswi kukifanya kabisa, acha kukaa mazingira ambayo yanakunyima furaha, yanakunyima amani, mazingira ambayo yanafujwa kila wakati. Jitahidi kukaa mazingira ambayo ni ya asili ili uweze kupata mafanikio yako kwa haraka sana ambayo umeyasubiria kwa muda mrefu sana. Na kuna baadhi ya watu pia mpaka sasa hivi wanajiuliza maswali, mbona mimi imefikia hatua kabisa umri wangu unakwenda kufika mwisho na sijapata chochote? Ni kwa sababu
haukujua zile nguvu zako uzitumie vipi ama uziongoze vipi. Narudia tena, ulipita barabara ambayo sio yako. Kwa hiyo kitu ambacho unatakiwa kufanya, endelea kupata ule utulivu, anza kitu chako chochote kile hata kidogo. Na wengi wao wanapata mafanikio kwa kuchelewa, kwa sababu wanajikuta wametumika kupita kiasi. Pale tu ambapo wanatulia na kukata tamaa, ndipo ambapo wanaanza kuona utulivu wa maisha yao, ndipo ambapo wanaanza kuona kama milango ya baraka inafunguka, kama milango ya mafanikio inaanza kufunguka, kwa sababu nyinyi watu wenye herufi M mnahitaji utulivu wa hali ya juu, na ndio maana huwa mnaanza kufunguliwa baada ya kutulia. Kwa hiyo kama wewe ni kijana mdogo unaanza kujitafuta, basi jitahidi sana kufuata haya ambayo ninayazungumza. Na ukianza kuutafuta utulivu wa ulimwengu sasa hivi, utaanza kuona unanyanyua nguvu ambazo wewe mwenyewe hukuwahi kujua kama hizo una nguvu. Kwanza kabisa, kama una herufi M mkono wa kushoto, una nguvu ya uponyaji, una uwezo wa kumponya mtu yote kwa kupitia mikono yako, lakini tu mpaka uamshe zile nguvu zako za ndani. Na ninarudia tena, zile nguvu zinaamka kwa utulivu. Zile nguvu haziamki sehemu zenye makelele, sehemu zenye masimango, sehemu ambazo unajisikia huzuni, unajisikia uzito. Sifa nyingine, mna tatizo la kuchukiwa na watu ambao sio sahihi. Shika hapo na unoti hapo. Mna tatizo la kuchukiwa na watu ambao sio sahihi. Huwa mnageuza kusema kwamba mnachukiwa na watu ambao sio sahihi. Kama kuna watu wanakuchukia, fanya uchunguzi wako, utagundua hao watu wanachukiwa na watu wengine nje. Na wale watu wengine ambao wanawachukia hao, ambao wanawasema kwamba hao watu sio wazuri, utagundua ndio wanaokuchukia wewe. Nitatolea mfano. Wewe unapofika sehemu yoyote ile, huwa unakuwa maarufu tu automatic. Hicho kitu kipo. Ukifika tu unajulikana, ufanye tukio lolote, usifanye, unaweza ukafika ile eneo ukawa umetulia tu, lakini ukaanza kuwa tu maarufu. Kwa hiyo unapokuwa katika hilo eneo, utaanza sasa kuona ishara za au watu, mfano kama kwenye ofisi ama sehemu yoyote tu hata ya kazi, utaanza kuona sasa watu jinsi ambavyo wanakuchukulia, yani jinsi wanavyokuchukulia. Ukianza tu kuwaona hao watu, wafuatilie. Au hata kama sasa hivi kuna hao watu, anza kuwafuatilia. Hao watu ni watu wa aina gani? Nyuma ya pazia utakuja kugundua wale watu wana matatizo, ama kuna vitu vyao ambavyo viko katika ulimwengu wa kiroho haviko sahihi, vinaogopa ile nguvu yako ambayo umeibeba ndani yako. Kwa sababu wewe unaweza usijione, lakini kuna baadhi ya watu wanakuona wewe ni nani. Hata kama utahamia kwenye nyumba yoyote ile, watu wenye macho ya kuona watakuona kwamba wewe ni nani. Hata kama utatembea, watu wanaojua kuangalia wataangalia na wataona wewe ni nani. Lakini katika hao watu huwezi ukajua sasa mtu ni mwema ama mtu mbaya. Kama mtu mwema atakuangalia na ataona nguvu zako, ataendelea na maisha yake. Lakini mtu kama sio mwema, utaona kabisa kwamba anakuchukia. Kwa hiyo kuna kitu mlishakiweka kwenye nafsi yenu kwamba sisi ni watu ambao hatupendwi. Hapana, mnapendwa sana. Ndio maana sehemu yote mkifika lazima mfahamike bila kufanya kitu chochote, na ni watu ambao mnatoa misaada sana kupitiliza. Sasa kutoa msaada ni vizuri, haupaswi kutokutoa, kwa sababu katika mlango wa kuvuta vitu wewe kwenye mafanikio kwenye maisha yako ni kutoa msaada. Unapotoa msaada kwenye maisha yako wewe, ndipo unapofungua milango mingine ya baraka. Kwa hiyo jitahidi kutoa misaada, lakini dhambi kubwa ya kufunga mlango wako wewe wa baraka ni kutoa kujisahau. Narudia tena, unapaswa kutoa, ndipo unapopokea zaidi. Ni mlango wako mkuu, lakini ukitoa kujisahau unafunga mlango wako. Kwa hiyo unapaswa pia kupumzika. Jipe muda wa kupumzika, usijitoe sana kwa watu kupitiliza. Jipe muda wa kupumzika, jikumbuke, jijali, jitazame, yani mavazi yako, jitazame kila kitu ambacho unahitaji, jitazame mahali unapotaka kwenda, jitazame vile vitu ambavyo unatamani kula, hakikisha unajifanyia ili uzidi kufungua hiyo milango ya baraka kwenye maisha yako. Na kama unaona kabisa kwamba mikono yako imefunga, labda hujaajiliwa sehemu yoyote ile, unaona kabisa kwamba labda mwanzo hiyo milango ilikuwa iko vizuri, basi jitahidi kusafisha mikono yako. Chukua hata mdarasini, weka na chumvi, safisha mikono yako, takasa mikono yako, anza kufuata haya ambayo ninayazungumza ama haya ninayoyasema, basi utaanza kuona milango inafunguka. Kitu kingine ambacho hampaswi kukifanya ni hasa kushiriki ngono ovyo ovyo.
kwa sababu mara nyingi huwa mnajikuta mnavutia, mna sifa ya kuvutia sana. Kwa hiyo kama mwanamke unajikuta unavutia sana na unaenda leo kwa huyu akikutumia kizika, unajikuta uko mwenyewe unaenda tena kwa mtu mwingine, unazidi kufunga milango yako, kwa sababu mlango mkuu unaoingiza vitu vibaya kwenye mwili wako, ama kuingiza roho, ama kuingiza nafsi, kama yule mtu alikuwa na vifungo, kama yule mtu alikuwa na mikosi, basi unaweza kujikuta unaingiza zile nguvu. Ama wakati mwingine kulingana na yale mahusiano ambayo ulikuwa na huyo mtu, ukakuta amekutumia sana kiasi kwamba unajikuta umechoka kabisa. Na unapokasirika usimnenee mtu mabaya. Yani pale unapokasirika kufika mwisho, kamwe usiwahi kumsemea mtu mabaya, kwa sababu unapomsemea mtu mabaya yana uwezo wa kumpata haraka sana, endapo pia amekufanyia kitu ambacho sio sahihi. Kwa hiyo jitahidi kuwa na moyo ambao una utulivu. Kitu kingine ambacho upaswi kufanya, acha kufanya matendo maovu. Acha kufanya matendo ambayo wewe mwenyewe hayakupendezi. Kuna ile tabia watu kukaa vilingeni, kuwasema watu vibaya, kufanya nini. Hapana, upaswi kufanya hivyo. Jitahidi kuwa na utulivu wa nafsi mpaka wa mwili. Si uwe mtakatifu kupitiliza, lakini jitahidi kuwa na utulivu ili milango yako ifunguke. Jitahidi kabisa kuachana kabisa na hizo tabia. Kama ulikuwa na hizo tabia, acha sasa hivi, achana nazo kabisa hizo tabia, na usiwahi kuzifanya tena, ili uanze kuona hiyo milango inafunguka. Na chochote kile utakachokihisi, kama mtu yoyote yule utamuhisi tofauti, tafadhali ama vibaya usishiriki naye. Kama ni safari, acha kwenda. Kama ni hiyo biashara ulikuwa unataka kuifanya umehisi tofauti, hata usifanye, kwa sababu ukiifanya inaweza ikakuletea matokeo ambayo sio mazuri, ama inaweza ikakuletea matokeo ambayo sio sahihi kabisa, na baadaye ukaja kabisa kujutia. Kwa hiyo hayo ni mambo baadhi tu ambayo nimezungumzia kuhusu herufi M. Wakati mwingine tena nitaandaa darasa lingine ambalo litaongeza mambo mengi. Kwa hiyo kama hujasubscribe, hakikisha una subscribe, lakini kama utakuwa umependezwa na hii video, tafadhali like. Lakini kama nilichozungumza kimekugusa, usiache kuandika kwenye comment hapo kimenigusa, ama ni kweli kabisa unachokizungumza ama unachokisema.